Last post. Hello guys. Jana ilikuwa last day ya kumzika Raila. But mimi nilitegemea ama watu wengine walitegemea wakati itakuwa saa ya mwisho ya Raila Odinga, saa ya kuteremsha mwili ama saa yenye hatakuwa amezikwa imeisha, ikue amani. But guess what guys? Wakati ilifika, yani Wajaluo walituonesha tu tabia zingine. Juu hatuwezi sema, unajua hii kitu kama ingekuwa kwa Wakikuyu tungesema ni Wakikuyu, but hii imekuwa kwa Wajaluo. Wale wengi walikuwa hapo waliweza kuhudhuria, wengi walikuwa ni Wajaluo, si wote. Juu unajua watu huwa wanaogopa sehemu kama hizo za kuhudhuria mazishi. So tuliona vijana wakiwa wako na tabia chafu. Kama mimi nimeona vijana wa Kenya, yani au vijana wenye walikuwa, sijasema vijana wote wa Kenya, nafikiri hao vijana walikuwa ni Wajaluo, na wacha tuseme ni Wajaluo, walikosa nidhamu. Wakati Raila amezikwa na wakazuiliwa, hata hivyo popote pale, hata wakati Moi alikuwa anazikwa, wakati Kenyatta alikuwa anazikwa, Kibaki, hawezi kuruhusiwa nyinyi kama raia. Manake Wakenya tu tunakuanga na nidhamu, hatukuangi na ile, tunakosanga ile nidhamu ile tu yani ile heshima kidogo. Tukaona au vijana ambapo walifanya kitu kila mtu amekipinga, akikufurahisha kila mtu. Wameenda waliruka kwa kaburi, wakaenda wakatoa zile maua na wakaanza kuzichezea. Je, mimi swali yangu ni zile maua mlizozichukua pale kwa kaburi, mulikuwa mnataka kuzifanyia kazi gani? Mulikuwa mnataka kuzifanyia nini? Juu hizo maua zilikuwa na hizo huwezi kuuza. Saa ingine sisi wa Kenya tunakosanga, but uzuri hii kitu imefanyika hata kwa Wajaluo. Kama ingekuwa kwa Wakikuyu ungesikia sijui Wakikuyu hawana nidhamu, unaona vile but hii kitu mnatuonesha Wajaluo vile mnaweza kuongoza hata hii nchi. Juu hakuna vile ulilia siku ya kwanza, ukalia siku ya pili, ukalia siku ya tatu, na siku ya mwisho ya kumfumzisha yule mwenye mulikuwa mnaparaga kwa barabara mkilia, inakuwa hata ile maua aliyewekewa pale amuheshimu. Yani ile maua imewekwa pale juu, hamkuipatia hata heshima, hamkupatia hata mwenye amelala hapo kama Raila. Mungeenda tu kama ni kuruka vile walikuwa wanaruka wanaenda kwa kaburi. Walizuiliwa vijana kuruka, walizuiliwa kuenda kwa kaburi, wakaenda wale kina president, prime minister, watu kama kidogo tu, wale watu wenye na waimbaji wale wenye wanafaa, na watu wa kuchukua videos, wale watu wenye wanafaa kuingia kufika hapo kwa kaburi. But guess what guys? Yani au vijana zile vituko walifanya, kukanyanga maua ya yule mmelia mkiomboleza, mnasema Raila tunakupenda, alafu mwishowe mnayakanyanga. Mungeacha kuona watu wengine. Unajua hata wewe ukibeba hiyo maua huwezi jua yule mwenye alinunua kwa njia gani. Sio kila mtu yote anakuanga sawa. Hata kwa hizi hata huwezi jua mwenye kuiweka hapo alinenea kitu gani, na wewe unachukua unabeba. Ndio maana vijana wengi ubeba mashida zao, wanabeba tu mashida. Hebu tuone vile walifanya. So guys, nafikiri mmeona hiyo video. Na tena wakaruka, wakaenda kwa ile misiamu, inaitwa ile misiamu, ile sanamu, ile kitu yenye ilijengewa Jaramogi Odinga. Wakaenda wakabomoa. Why vijana, ni shida gani mko nazo? Wakaenda wakabomoa, wakatoa. Yani wacha nikwambie, unajua wakati mtu mkubwa anazikwa, jeshi ndio inakuanga imechukua usukani. Ukiangalia hapo hakukuwa hata na polisi hausiki na mazishi ya mtu yote mheshimiwa kama president, prime minister, hapana.
hiyo ni jeshi ilikuwa pale. Ndio unaona jeshi ndio ilikuwa imesimamia hiyo mazishi. So ilikuwa jeshi ndio kusema pale. Alafu unajua saa ingine jeshi haiwezi tumia nguvu sana kama polisi. Jeshi inatumianga nguvu sana kama imezidi. Kama mmekuja sana ndio inawapiga bila kuwabembeleza. Huwa inachapa kweli kweli bila kuwabembeleza. But pale hakuna vile wangeanza fujo. Manake hata hao walikuwa wanaheshimu huyu mwenye kukufa. Wakaenda wakabomoa ile misiamu, inaitwa misiamu, sanamu, wacha tuseme sanamu, nyumba, wacha niziite hizo. Wakabomoa. Je, wa vijana mlikuwa na heshima gani? Hebu tutazame hii video. And then the presidential. Najua wa vijana wengi hawajui kwa nini Raila alisema azikwe baada ya siku 3. Kwa sababu Raila alikuwa anapenda amani. Ndio ulikuwa unaona wanaenda maandamano, yeye anapigwa na bado yuko. So vijana walichukua. Unajua kwa nini alisema azikwe hizo siku 3? Kwa sababu yeye alikuwa anapenda amani. Halijua ikikaa wiki moja, wiki mbili, watu wataanza vita, watu watapigana. Na ndio akaona wacha mimi niseme nizikwe hizo baada hizo siku 3. Ndio Kenya itulie. Ukiangalia hata vile barabarani watu walikuwa nakanyangana, mara watu wameenda Nyayo, wamepiatuliwa mabunduki, vitu kama hizo. Hizo ndio vitu Raila alikuwa hataki. Alikuwa anataka nchi ikuwe na amani. So baada ya kuteremshwa kwa kaburi, baada ya kuteremshwa pale kwa kaburi, nyinyi wenyewe mnaenda mnachukua maua. Unabeba laana za mtu mwingine unazipeleka kwako nyumbani. Sijui maua mlikatakata, sijui mlikuwa mnaenda kuuza, sijui mlikuwa mnaenda kufanyia vitu gani. But guys, si poa. Hii sasa hii wakati wa heshima ya mwisho mnafaa muoneshe huyu mtu tulikuwa tunampenda. Mnafaa muende hiyo kaburi kama ni muende tu muomboleze. Si kuchukua, kutupa. I think vijana wengine ni kama vichwa zao zinakuanga mbaya. Ni kama hazikuangi fiti. Juu hakuna vile utafanya kitu kama hiyo. Je, we wakati unaonekana kwa kamera ukiwa umebeba ile maua, ukiwa unaipiga teke, ni kitu gani inakukujia kwa akili? Unajua guys, niliwaambia unaweza fanya kitu kwa media ukafaulu, na ukafanya video kwa media ikazima nyota yako. Juu kama hii au huyu bibi ya Raila ama watoto wake ama wakiamua kuchukua hizo video wafuatilia au vijana, mtatolewa hiyo jela na nani? Juu mmekosa nidhamu. Hiyo ni nidhamu mmekosa kwa mkufi. Mmekosa nidhamu kwa mtu mwenye amekufa, ambapo ni mtu mkubwa, si mtu mdogo. Hata uende ikawa sahi sanduku hakuna. Saa ingine sisi kama Wakenya tunafaa tukue na nidhamu. Onesha nidhamu mpaka kwa maiti. Ipatie maiti heshima yake. Wacha yeye mwenyewe. Unajua mwili inakuanga imekufa, but roho inakuanga ina control. Roho inakuanga inafanya kazi. So yeye anaona tu watu walinipenda wakati nimekufa, wamelia. Tena wamekuja wameondoa maua yangu, wanaenda wanakanyanga, wanapiga kelele. Hiyo si nidhamu nzuri vijana, na mlionesha nidhamu mbaya sana. Mimi hata hiyo sikuipenda kabisa. Nilisikia tu nikasema Mungu wangu, hii ni nchi gani yenye tuko? Ukianza kuheshimu mtu mwenye huyo mwenye amekufa, muheshimu kutoka siku ya kwanza
Kama ni Raila unafaa umheshimu kutoka siku ya kwanza, ile siku alikufa mpaka siku ya mazishi, mpaka kumaliza mazishi. Inafaa umpe heshima yake mpaka mwisho. Sasa ile misiamu ile, sijui misiamu sanamu ile, mulikuwa mnabomoa mfanyie kazi gani? Mulikuwa mnataka kufanya aje? Mulikuwa mnataka kuchukua ama mulikuwa mnatakaje? Na pale tuliona vizuri mkipewa chai, mkipewa mikate, chakula ilikuwa kwa wingi. Shida ilikuwa gani? Kukosa tu kuvumilia. Kama mmeambiwa msiende kwa kaburi, mnaenda kwa kaburi kufanya nini? Kwa sababu pale ile msukumano mlikuwa pale, jeshi ilizidi, mulizidi au jeshi nguvu. But kama wangeamua kuwatandika ingekuwa mbaya, juu wangewachapa vizuri sana. Mlikuwa mnaona vile watu walikuwa na fiu mwili mara moja, unafiu kama umepita haraka haraka. So sometimes ukiona mahali kwenye kitu itakuletea laana, iache. Ukiona kitu yenye itakuletea shida, laana, wachana nayo. Si poa. Mimi nilisikia kukasirika, nikauliza hao watu walikuwa wanaomboleza nini kama hata nidhamu hawana? Unakosa hata kuheshimu mwenye amelala. Ndio tunajua watu walikuwa wanampenda, ndio watu wote walikuwa wanampenda, but siku ya kuzikwa mnafaa muoneshe upendo kutoka siku ya kufa mpaka siku ya kuzikwa. Hamkufanya poa kuenda kuchezea pale kwa ile kaburi. Hiyo si mzuri, haikuwa picha mzuri. Juu hata maua mnachukua mnapeleka wapi? Mnarusha rusha, mnamwaga. Mngeacha maua yake ikae pale pale. Kama ni kukauka ikauke. Mnafikiri familia ilihisi namna gani? Hata kama kila mtu anajua mlikuwa mnampenda, but wakati wa mwisho wa mazishi mlikosea. So guys, sina mengi. Continue to subscribe my channel, join my membership. Thank you so much. Nawapenda.